Ndugu zangu, niombe tu kutoa ushauri wa mambo machache sana. Moja, naomba tunaporudi kule kwenye maeneo yetu ya kazi, tuhakikishe halmashauri zinaweka mipango madhubuti ya kuendeleza uzalishaji wa nafaka na mazao mchanganyiko kwa kuzingatia kanuni bora za kilimo. Yameongelewa hapa. Nilivyokuja nilikuta DG wa Kopra akizungumza mazao mengi yalivyo na mabei mahali fulani, tunaweza kupeleka mahali fulani. Sasa tutakapozingatia kanuni bora za kilimo, maana yake tuna uwezo wa kupata products ambazo hata tunapozipeleka kwenye soko la nje zinapata soko lile kwa bei ya juu, premium prices ambazo zitarudi kwa wakulima wetu, kwa Watanzania wenzetu ambao wako kwenye sekta hii ya kilimo. Niendelee pia kushauri usimamizi wa ukusanyaji na matumizi sahihi ya mapato yanayotokana na masoko, ikiwemo maghala na vituo vya kukusanyia mazao. Wote tunajua, waheshimiwa wakuu wa mikoa, ninyi mnajua zaidi, ndugu makatibu tawala, ninyi mnajua zaidi ya 70% ya halmashauri zetu zinategemea mapato ya ndani kutoka kwenye kilimo, nategemea sesi. Kwa hiyo tunapojiandaa kufanya vizuri kwenye uzalishaji, nadhani hii itatusaidia sana pia kuweza kupata makusanyo makubwa kutokana na production ambazo zinaendelea. Ninafahamu wako wenzetu hapa wa maghala, wapo wenzetu hapa wa TMX. Hawa na wao tuone namna wanavyofanya kukusanya mazao yale. Wako wenzetu wa ushirika, na kuona Daktari Ndiage huko hapo, tuone namna tunavyoweza kusaidiana, kile kinachotakiwa kurudi kwenye mamlaka za serikali za mitaa, na ninyi tusaidieni kirudi. Mwaka huu tunategemea kwenye bajeti hii mpya kwenda kukusanya zaidi ya trilioni 2, na sosi kubwa ni mazao haya, na niongeze, ni mazao mchanganyiko, sio mazao tu, ni mazao mchanganyiko. Kwa hiyo tunaporudi kule tuhakikishe kwamba tunaweka nguvu, production iongezeke, na production ikiongezeka, maana yake hata ile target ambayo target yenyewe mmenipa ninyi waheshimiwa wakuu wa mikoa, nilivyojumlisha Dodoma, Shinyanga, Morogoro, Njombe, Lindi, Tanga, Kagera, Simiu, Mara, nilivyojumlisha vile mlivyoniletea, ndio vimefika trilioni 2+.